kuandika hizo vitu. Ni Rigathi Gachagua analipa pesa hizo vitu ziwepo. Hakuna mwenye anaweza kuja Ruto. Msikuwe na uoga. Mahali Wajaluo wako, niliwaambia 2027 si Ruto anataka kura yenu. Ruto anataka tu Wajaluo na Waluhya wasitoke waende maandamano. Hao watu wengine wenye wataki Ruto, tunajua kudeal na wao. Bora tu wasiingie watu haribie biashara yetu. Ruto atakuwa safe. Mada nyingine nimesikia hapa, hii mada ya nini? Hii mada ya shule. Mr. Speaker, Mbuta Lukanzu tena leo ameongea. Akasema ati watoto wao wanapita na wanapelekwa kwa shule za chini huko kwetu. Alikuwa anaongea kipoint huko. Na ndio kwa maana mimi nawaambiaga Mbuta Lukanzu pepeka Awilo Longombe. Huyu Mbuta Rigathi Gachagua. Na kwa maana huwa nasema hivi. Mimi huwa napiga siasa ya kabila. Kwa sababu gani Mr. Speaker? Hii Kenya Rigathi Gachagua anatetea Wakikuyu. Sisi Wajaluo, Raila alishakufa mwenye angetutetea. Mimi ndio natetea Wajaluo. Kwa sababu nimeangalia kuna Mjaluo anaweza tetea Wajaluo. Kwa hiyo mimi ndio nataka kutetea Wajaluo. That's why naongea siasa ya ukabila. Na mimi nasikia hapa mtu anasema hapa ati mambo ya ukabila tuache. Tuache nini? Kama Yesu mwenyewe ndiye alisema mimi ni Wayahudi. Yahudi ilikuwa ni kabila. Mbona mimi nisikuwe kabila? Wacheni uongo bwana. Mimi ni Mjaluo typical. Na mimi na support William Samoei Ruto kwa sababu ana support interest ya Wajaluo. Wakati Uhuru Kenyatta alijenga expressway, hiyo expressway sini yake ameweka mfuko. SGR sini yake. Mbona sisi William Samoei Ruto akichoma samaki Nyanza, ati alichoma mpaka Mtura kwetu. Mtura inanuka mafi, Ruto hataki. Ruto anataka samaki. Nani aliwaambia Ruto anataka Mtura? Na Ruto akuli moratina, akuli jaba. Ruto anakula samaki. Ndio kwa maana niliwaambia. Kitu ambaye inaweza ua Ruto kwa hii dunia ni moja. Skat peke yake. Hizi vitu zingine mnataka kupea Ruto jaba sijui nini, moratina. Kwendena huko. Huyu mtu amesema ati kila mtoto asome kwao. Mr. Speaker, mimi nataka kuambia watu wa Mount Kenya. Shikeni Rigathi Gachagua muweke jela. Atawaletea shida. Kwa sababu anasema kila mtoto asome kwao. Mkisema hivyo, sisi kama Wajaluo tutaitana mkutano. Watoto wetu warudi wasome kwetu na mjue walimu pia wenye wanafundisha huko warudi huko. Mfundishwe kwa lugha ya Kikuyu huko. Hii Kenya walimu wazuri ni Wajaluo. Watoto werevu ni Wajaluo. Na mjue round hii si ati Mkikuyu atatangazwa number 1 Kenya. Machogu mwenye alikuwa anawaibia kura. Huyo sasa tuko naye bampa, tutawashika mbaya sana. Umejua Machogu aliiba kura sana hapa Kenya Mr. Speaker. Tukaona mpaka mtu hajawahi soma primary, akaenda class 8 akapata 4.2, Nuru Malobo kaka. Hiyo ni wizi ya Machogu. Na huyo ndiye amekuwa kiibia watu wa Mount Kenya nini? Amekuwa kiibia watu wa Mount Kenya nini mtihani? Mtu wa Mount Kenya, mtoto wa class 3 anajua kuuza nini? Anajua kuuza kabe. Anajua kuuza waru. Huyo mtoto anasoma saa ngapi? Dawa ya mende sumu ya panya. Alafu wenye wanauzanga hiyo dawa ya mende sumu ya panya wote wanakaa walevi. Akitangaza hiyo kitu anasimama hivi. Siku hizi wameitangaza mpaka wamechoka. Sasa hivi wamerekoda hoja. Ati kuuliza ni bure, kujibiwa ni bure, kuona dawa ndio pesa. Watu bure kabisa. Mimi nataka niwaambie hii Kenya Rigathi Gachagua hiyo maneno anataka kuanza hiyo ukabila. Mimi ndio mkabila number 1. Mimi ndio mkabila number 1. Kama watoto kila mtoto asome kwao, walimu wetu warudi kwetu. Kila mwalimu afundishe mtoto yao. Na mwalimu ya mwalimu pia rudi. Umejua si Wajaluo ndio tunafundisha walimu venye wanafunza. So hao pia turudi nayo. Tuone kama huyu Rigathi Gachagua mwenye alipata D awafundishe huko. Huyu Rigathi Gachagua si alikuwa D. D anachukuliwa na mwenye anapata grade gani? Si ni D. Ndiye akapandishwa cheo kidogo kidogo hivi. Huyu ni mtu alikuwa ananyang'anya wa mama wa Mount Kenya unga hapa juzi. Sasa yeye anasema ati kila mtoto asome kwao. Kuna mtoto Mkikuyu mwenye anajua kusoma. Hao watu wanajua kusoma hao. Mimi nataka kuongelea hii mambo ya ugavana. Mr. Speaker, hii mambo ya ugavana ya Nairobi. Mimi nataka niwaambie ukweli. Na kama mtu anisikia,
ruka makojo, kanyaga mafi. Hii Nairobi tulijaribu na Evans Kidero, akatupandia nyazi 3 pale. Tukajaribu na Mike Mbuvi Sonko, akaenda kununua macheni za ng'ombe, akaweka kwa shingo na kutumwagia mafi Jacaranda. Hizo ndio kazi yenye alifanya, na kukatia wasichana wadogo wenye inafaa sisi ndio tukatie. Hiyo ndio kazi yenye alifanya. Tukamtoa tukaweka huyu Kananu pia ndio huyo. Sasa saa hii mimi nataka niwaambie kitu moja, Mr. Speaker, nimalizia. Hii Kenya kwa president hatutaki mfanyabiashara, tunataka mkulima. Moi alikuwa mkulima. Wakati Moi alikuwa kwa kiti, Mr. Speaker, Moi alikuwa anapeleka fertilizer kwa mtaa. Waluya walikuwa wamelima miwa ilikuwa inamea Western mbaya sana. Mpaka hiyo wakati ulikuwa ukienda shule unakutana na miwa imeanguka kwa barabara. Kuna watoto wenye wako wanaenda shule walikuwa wanafanya tu kazi ya kukokota hiyo miwa. Ukina Nuru Okanga. Ndio kwa maana hakusoma. Mr. Speaker, hiyo wakati wa Moi majani chai ilikuwa mingi mpaka ilikuwa inaanguka kwa barabara. Watoto wa huko ni Rift Valley walikuwa wanaokota wakipeleka kwa mashini. Wakina Oscar Sudi hawakusoma, juu walikuwa wanasanya majani wakipeleka huko. Tukakuja tukaenya mfanyabiashara Kibaki, akakopa madeni yote akaweka Kenya. Tukakuja tukaleta Uhuru Kenyatta mlevi, akafungua bus State House. Sasa hii tukaweka William Samoei Ruto Archbishop ameleta kanisa kwa State House. Hao wenye walikuwa wameweka bao wanatuambia hatubomoe kanisa. Hatubomoi. Sisi tunataka kuenda Singapore. Nyinyi bakini huko. Mambo ya governor ya Nairobi nikimalizia. Nimewaambia hapa Nairobi tumejaribu na Evans Kidero. Hakuweza, alipenda nyazi. Mike Mbuvi Sonko akafunga chain kwa shingo na akatumwagia mafi Jacaranda. Kananu hakuna kitu ambaye alifanya, ni kuenda rudi disco matanga. Saa hii tumechagua huyu kijana mwenye atuletea watoto dengu. Watoto wanahara kama nguruwe. Mimi nataka niwaambie Mr. Speaker, hii Nairobi inataka mfanyabiashara na inataka mtu mwenye hajawahi patikana na corruption. Na huyo mtu ni Agnes Kagure. Mama mchape kazi. Mama hajawahi chaguliwa kitu yoyote. Lakini mkono yake imesaidia watu. Hajawahi beba. Sana mrembo sana. Hata sura yake peke yake inaweza convince umpigie. Na Mr. Speaker, round hii mimi hata sita concentrate mambo ya president, nitakuwa naangalia mambo ya county. Unaona hapa Siaya kwetu hapa mahali natoka, Mr. Speaker, kuna ujinga inafanyika hapa. Hii mambo ya Siaya kwetu mahali natoka, Mr. Speaker, nikimalizia. Hii mambo ya Siaya kuna ujinga mkubwa sana hapa. Unapata sisi viongozi wetu ni watu ambaye wanalala kwa mkutano. Mkutano nazaisha mtu mzee juu ya kama alikuwa mkutano. James Agri Orengo hakuna kitu anafanya, ni kudanzwa Jawa, kwenda kwa ngoma na kunywa pombe. Na umejua watu wanaona kama Orengo ni mtu important sana. Hata mnasema Orengo ni senior lawyer. Senior lawyer, wewe umewahi ona kesi gani Orengo ameshika? Kama si kesi ya Raila ya kura. Kesi gani ya Kawini? Bure kabisa. Na ndio kwa maana tumesema sisi Siaya kwetu raundi tunacheka kuwa Nicholas Gumbo. Huyo ndio tunataka Wajonya. Na tumeshukuru William Samoei Ruto kupea Wajonya kazi. Kwa sababu huyo ndio anaweza saidia Wajaluo. Sisi tukipata Wajaluo watatu kama Wajonya, huyu Sala na mwingine anaitwa nani? Hiyo imetosha. Hatutaki kitu kingine. Kwa hivyo sisi Siaya tumesema raundi governor Nicholas Gumbo Wajonya. Ala women rep wa Siaya. My friend, raundi mimi nawaambia, mimi nasimama na Nyako. Nyako amesimama Siaya women rep. Nyako mmoja wa TikTok, president wa TikTok. Huyo wa Kinembe amesimama. Tunaenda kumpigia kura upende usipende. Huyo ndio mwenye anasimama na watoto. Huyo anaishi majuu, akirudi hapa Kenya anasaidia maskini. Akona children's home hapa Kenya. Anasaidia watoto. Hao ndio wanataka kuchagua. Asante.